pamoja na kwenye vilima. Hapo ndipo palikuwa mahali pake ambapo wagonjwa wengi walipelekwa kwake na yeye akagusa mahitaji yake ya ugonjwa. Imepita miaka 2000 sasa tangu Yesu amepaa kwenda mbinguni, na changamoto ile ile iliyoukumba ulimwengu wakati Yesu yupo mara ya kwanza, ndio changamoto kama hizo zinaukumba ulimwengu wetu leo. Sasa sambamba na hayo, wako watu ambao kwa sababu ya ukubwa wa magonjwa ambayo yanawasumbua wamekuwa wakihama kutoka kituo cha afya kimoja kwenda kituo cha afya kingine, kutoka kituo cha afya kimoja kwenda kituo cha afya kingine, na Bwana amewapatia hekima madaktari kuweza kuwasaidia wagonjwa wa namna kama hizo. Lakini kuna nafasi ambayo bado Bwana ana baraka kwa ajili ya ulimwengu leo kupitia machangamoto ambayo wanayapitia. Ulimwengu leo, nikisoma kwenye kitabu kimoja kinachoitwa Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 7, na ule ukurasa wa 62, anaandika, kimeandikwa na nabii wa Mungu Ellen G. White, kinaandikwa: We have come to a time when every member of a church should take hold of medical missionary work. Kwamba tumefikia wakati ambapo kila muumini wa kanisa amepaswa kuichukua na kuifanya kazi hii ya umissionari wa kitabibu. The world is a laser house filled with victims of both physical and spiritual disease. Kwamba dunia ni kama chumba cha operesheni ambacho kimejazwa na wagonjwa wa kiroho pamoja na wagonjwa wa kimwili. The members of the church are in need of an awakening. Na waumini wa kanisa wako katika uhitaji mkubwa wa kuamshwa, that they may realize their responsibility to impart this truth. Kwamba waweze kujua wajibu wao wa kuambukiza kweli hizi za thamani. Tumwangalie kielelezo wetu ambaye ndio role model wa kazi ambayo tumepewa, ambayo ni Kristo mwenyewe. Wakati alipouona ulimwengu umejawa na dhiki za maradhi na watu wakiwa wanasumbuliwa na mapepo na madhaifu ya kila namna, kuna kitu alikifanya. Katika kitabu cha Mathayo sura ya 10 mstari wa 1 anaandika: akawaita wanafunzi wake 12, akawapa amri juu ya pepo wachafu wawatoe na kupoza magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Hapa tunachokiona ni mwaliko wa wale 12 ili waweze kufanya pamoja na yeye. Akawapa amri juu ya pepo wachafu wawatoe na kupoza magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Kuna wakati unapokutana na wanadamu, watu waliumbwa kwa mfano na sura ya Mungu, kuna nyakati ambapo kanuni za ukweli zimeachwa. Matumaini yameelekezwa kwa watu badala ya kuelekezwa kwa Mungu. Njia imefunguka ya ubinadamu kuutegemea ubinadamu. Hivyo roho chafu zimekuwa zikikamata akili na kutesa miili. Kwa hiyo kama kanisa, muumini mmoja mmoja kutokea madhabahu ya mwongozo na madhabahu za Mungu kote ulimwenguni, Mungu anayo kazi ya kufanya kwanza kwetu. Tupewe hiyo amri kwa njia ya kuamini. Halafu ulimwengu ulio katika mahitaji utakapokutana nasi,
basi sisi tuna kitu cha kutoa. Na nina rafiki yangu ambaye ananiambiaga kauli ya moja ambayo ninaipenda, kwamba kila wakati mpanga chuma una kitu cha kutoa. Na napenda nikutie moyo pia, ndugu msikilizaji na mtazamaji, ya kwamba wewe nawe una kitu cha kutoa. Una kitu cha kutoa kwa sababu Mungu anataka akupe ili uweze kutoa. Na unasema nitatoa nini sasa? Unacho cha kutoa. Katika kitabu cha Isaya sura ya 50 na ule mstari wa 4, kuna kitu ambacho Mungu anatueleza. Kitabu cha Isaya sura ya 50 na ule ni mstari wa 4, maandiko matakatifu yanasomeka: Bwana Mungu amenipa ulimi wa hao wafundishwao, nipate kujua jinsi ya kumtegemeza kwa maneno yeye aliyechoka. Huniamsha asubuhi baada ya asubuhi, huniamsha sikio langu lipate kusikia kama watu wafundishwao wao. Kwa hiyo hapa tunachokiona kama muumini mmoja mmoja, Mungu anatamani aongee na wewe wakati wa asubuhi, akupe kitu cha kwako cha kukimiliki, halafu hicho kitakuwa ndicho cha kugawa, kuwapatia wengine. Hapa anatupatia katika kitabu cha Mathayo sura ya 10 mstari wa 2, anatupatia majina ya wale wanadamu kama sisi ambao walipata fursa ya kuchaguliwa kuwa miongoni mwa wale mitume 12. Wametajwa. Na mstari wa 5 anasema, na hao thenashara Yesu aliwatuma akawaagiza akisema, katika njia ya mataifa msiende, wala katika mji wowote wa Samaria msiingie. Afadhali shikeni njia kuwaendea kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Na katika kuenenda kwenu hubirini mkisema, ufalme wa mbinguni umekaribia. Alafu mstari wa 8 anasema, pozeni wagonjwa, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma, toeni pepo, mmepata bure, toeni bure. Kristo alipokuja duniani alianzisha mtindo wa maisha ambao huo mtindo wa maisha, hiyo lifestyle, ni kwa ajili ya raia wa ufalme ambao yeye ameuanzisha. Kwa namna moja tuielewe mbingu tukiwa hapa bado duniani, na tuishi maisha ya mbinguni bado hapa duniani, halafu tutakapoenda kule hakuna kitu cha kutusumbua. Na maanisha nini kusema hivi? Ulimwengu una kanuni zake, kanuni katika mambo tofauti tofauti, lakini mwili wa mwanadamu nao Mungu ameumba ili uongozwe kwa kanuni. Na kanuni zinapokuwa zinakiukwa, automatically maradhi yanaingia, kwa sababu ukiangalia hata tu neno ugonjwa kwa Kiingereza unaita disease, ambalo limebebwa na maneno mawili. Neno la kwanza ni dis, halafu la pili easy, disease. Kukiwa na easiness maanake hakuna ugonjwa. Kukiwa na dis maanake kuna kitu kinachopelekea hiyo organ au hicho kiungo kisiwe sawa sawa. Kuna kanuni ambayo imekiukwa. Sasa hiyo kanuni ikiletwa mahali ambapo inafanya kazi, automatically Mungu anaweka mbaraka wake tunapoona. Kwa hiyo mwili wetu ambao Mungu ametupatia si mali yetu wenyewe. Anayepaswa kueleza namna ya kuutendea, namna ya kuishi, sio sisi, wala sio AI, wala sio Google, wala sio Google GPT. Anayepaswa kueleza how do we,
Yaani namna gani ambavyo tunapaswa kutenda. Sio Google GPT, sio nani, wala sio profesa. By the way, sayansi imeingia, imetusaidia kufungua baadhi ya vitu kidogo ambavyo vilikuwa havionekani. Lakini wa kwanza kuulizwa ambaye anapaswa kusema tuleje, tunyweje, tuvaaje, tuishije ni yeye aliyeumba. Na hapa si mwingine, ni Mungu wa milele, ambaye kwa hekima yake anasema katika kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari ule wa 27, na tufanye mtu kwa mfano wetu. Kazi yao kubwa ni nini? Wakatawale. Alright? Inawezekana ndio umefanywa kwa mfano na sura ya Mungu, lakini kanuni na kusudi la kuumbwa kwako lilikuwa ni kutawala. Haleluya. Ndio umeumbwa, lakini hauna kitu cha kutawala. Utawala umenyang'anywa. Sasa utatawalaje? Miguu haitembei, uko kitandani. Utatawalaje? Wewe ni mtu ambaye kila wakati uko kwenye msongo. Yaani utatawalaje uchumi? Utatawalaje familia? Utatawalaje mazingira? Utatawalaje bustani na shamba na kazi zote ambazo Mungu ametupatia? Kwa hiyo kusudi kubwa ambalo shetani analifanya ni kumwakilisha Mungu vibaya kwa kuleta maumivu kwa ubinadamu. Hatimaye mwanadamu afikie mahali ambapo atashindwa kumchagua huyu Mwenyezi Mungu. Na medical missionary work sasa ni kazi ambayo Mungu anaikabidhi kwa muumini mmoja mmoja, ili kupitia muumini mmoja mmoja ambaye amemkubali Mungu na kutaka yeye mwenyewe aongozwe na Mungu siku kwa siku, asubuhi na asubuhi, yuko tayari kulifanya sikio lake lisikie na ulimi wake ufundishwe ili aweze kumtegemeza kwa maneno yeye aliyechoka. Hivyo ubinadamu taratibu kwa hakika urejeshewe sura ya Mungu ambayo imepotea kwa ubinadamu. Bado liko tumaini kwa ulimwengu. Ndiyo, liko tumaini. Nataka nikupe habari hii ya kwamba bado liko tumaini kwa ulimwengu. Niwahi kusimulia kisa hiki mahali fulani hivi, ya kwamba mama moja baada ya kupata ujauzito alipitia changamoto za vita ndani ya familia. Hivyo mumewe akaamua kumwacha, na baada ya kumwacha hakuona nuru mahali pengine. Yeye aliyemkaribisha kuishi kwake alikuwa ni mganga wa kienyeji. Kwa hiyo ameishi hapo. Historia inasema kwamba ilikuwa ni mwaka 1998. Historia inasema ya kwamba ameishi kwa mganga wa kienyeji zaidi ya mwaka 1.5. Nakumbuka wakati anaishi hapo alikuwa na mimba ambayo iko tumboni. Anasema ya kwamba baada ya kufika kwenye familia, yule bwana alifanikiwa sana, lakini hakuweza kupata suluhu. Halafu baada ya hapo akapata mtu mmoja ambaye alikuwa ni mtu wa kanisa, akaenda kukaa kwake nusu ya mwaka uliosalia, ndio akajifungua mtoto. Kwa hiyo alikaa na mimba tumboni muda wa miaka 2. Na baada ya kumpata mtu wa maombi ndipo tumbo likaanza kukua. Kumbuka wakati huo hajakutana na mwanaume, ni ile ile aliyoipata mwanzoni. Nikasema hiki kitu ni namna gani? Hii hadithi nimesimuliwa na mhusika mwenyewe, na mpaka hivi tunavyoongea mama huyu ana binti wa miaka 22, akamwita jina lake Neema. Ni zaidi ya 22 maana amezaliwa mwaka 2000 mwishoni. Sasa wakati fulani nikiwa mahali na mimi katika huduma, mama mmoja akanipigia simu, ananiambia, mtumishi, hivi unavyoniona mimi ni mjamzito. Nimepata ujauzito toka mwaka jana mwezi wa 11. Hapa katikati mume wangu aliondoka nyumbani na mtoto hachezi, na ninaonekana kwa dalili zote za ujauzito, lakini sisikii kama kuna kitu kinaendelea tumboni. Basi huu nao ukawa ni mtihani kwamba hii hadithi nilisikia kwa ule muhusika wa kwanza, hii nayo inakaaje? Basi tukamuita bwana kwa wakati ule. Ajabu na kweli ni kwamba yule mama alianza kujinyonga kama vile nyoka anavyojinyonga. Nikasema hiki ni kitu gani hiki? Kumbe shetani wakati mwingine anatafuta fursa ya hata kuingilia kazi ya uumbaji wa Mungu ndani ya tumbo ya kina mama. Nyie kina mama jamani, matumbo yenu yanatakiwa kuombewa. Haleluya jamani.
Basi Bwana akamweka huru yule mama, na siku ile ile, masaa yale yale, usiku ule, mtoto akacheza. Si tumpe Bwana utukufu jamani. Kwa hiyo ulimwengu uko na uhitaji wa neno la faraja, na neno hili la faraja na kitendo cha faraja, anayetufundisha ni yeye anayeumiliki ubinadamu. Nikupe neno la matumaini unayenisikiliza, ambaye umeipokea nuru hii ya kweli, ujumbe unaotuelekeza katika ibada ya kweli, katika madhabahu ya kweli ya Mungu, kupitia kuishika amri ya Mungu pamoja na ushuhuda wa Yesu, hasa amri ya Sabato. Ikiwa ni muumini wa kanisa hili la Waadventista wa Sabato popote ulimwenguni, Bwana amewekeza nguvu ya thamani ndani yako, na Bwana Mwenyezi amewekeza nguvu ya pekee na uwezo wa pekee ndani mwangu na ndani mwako, ili kwamba jamii na watu wanaotuzunguka wapate kumwelewa huyu Mungu na hii nuru tulionayo. Na means pekee aliyotupatia ni ujumbe na uwezo na amri ya kudhihirisha tabia ya Baba yetu aliye mbinguni. Bad enough. Habari mbaya ni hii, ni kwamba kuna wakati tumepoteza utambulisho wetu. Hofu imetukamata. Ukiambiwa labda kwa mfano, kuna jirani hapa anasumbuka na mapepo, rafiki yangu, una ujasiri wa kwenda kufanya hiyo huduma? Ninakuuliza swali unayenitazama, una ujasiri wa kwenda mbele zake na kwenda kwa hiyo huduma? Nakumbuka nikiwa ninakuwa mdogo katika ile asa ya zamani, wakasema jamani, kuna mtu anasumbuka na mapepo, jamani, kuna mtu anasumbuka na mapepo, haya twendeni. Basi tukaenda. Sasa pepo anaanza kutaja, mmekuja hivi, na wewe Freddy umekuja kufanya nini hapa? Yaani anaanza kutaja dhambi ya mtu mmoja mmoja. Sasa kijana mmoja akapata ujasiri wa kukemea, asema hata kama, lakini kwa jina la Yesu toka. Pepo akakaa kimya, akaondoka. Je, ni dhambi zetu ambazo tumezitenda, na shetani anatukumbusha mara kwa mara namna tusivyofaa mbele za Mungu? Mtumishi, na kutia moyo jioni ya leo, iko nguvu ya msamaha kwa Mungu wetu, na akisamehe anasahau. Mwambie Bwana tena katika jioni ya leo ya kwamba niamshe tena, ili wewe na tabia yako idhihirike kwangu. Tabia yako na wewe ukidhihirika kwangu, basi nipatie uwezo tena wa kuibeba ile nuru ambayo umenipatia. Labda niwapatie hii mibaraka mingi ya kwako na ya kwangu imebebwa na utumishi. Mara nyingi mambo yetu fulani yanaonekana hayajibiwi kwa muda mrefu. Rafiki yangu anasema katika maandiko matakatifu inaandikwa ya kwamba ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Hakuna sababu ya kuendelea kujifungia, hakuna sababu ya kuendelea kuhofu na kuogopa. Utukufu wa Bwana umekuzukia, na amekusudia katika mikutano hii ya jioni kabla ya Sabato, the sunset prayer, kurejesha tena ndani mwetu ile nuru ambayo ilikuwa imepotea. Kwa kifupi, Bwana amewekeza ndani ya kanisa lake. Na nikizungumzia kanisa, sizungumzii jengo, ninazungumzia church members, ninazungumzia kanisa, waumini mmoja mmoja ndani ya familia. Mungu amewekeza uwezo wake ili kwamba ulimwengu upate kujua ya kwamba yeye anatawala. Na ni kweli, asili inadhihirisha kwamba Mungu anatawala. Vivyo anategemea pia kupitia familia zetu, kupitia mtu mmoja mmoja ndani ya kanisa, familia ambazo zinajenga kanisa, yeye apate kudhihirisha uweza wake na nguvu zake. Bwana akubariki. Ikiwa una special request, una ombi maalum katika moyo wako linalohusu maumivu na wakati mwingine kupoteza utambulisho wako katika jamii unayoishi, katika kanisa, wakati mwingine upepo wako hauvumi vizuri, Bwana anataka akuguse
na kuhudumie. Nitamuomba rafiki yangu mtumishi pamoja nami Elda Kitururu atatuchukua kwenye maombi ya kuhitimisha session hii, na natumai pia wakati ombi linaendelea, tafadhali karibu. Wakati ombi linaendelea, ikiwa kuna hoja ya msingi ndani ya moyo wako unatamani Bwana aendelee kukutendea, usiache, itaje na Bwana atatenda kwa ajili ya utukufu na heshima ya jina lake. Karibuni tena Ijumaa ijayo tutakapokuwa tuna wind up session kama hizi. Bwana Yesu asifiwe. Nitambue akina mama